Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Popote ulipo, leo tuko katika studio mpya hapa mji wa Kisii. Nashukuru sana kwa maana watu wanaendelea kututazama kutoka kote ulimwenguni. Asante sana kwa kuendelea kutazama Kisii Hot TV. Nashukuru sana kwa maana Mungu anakupenda. Siku ya leo tumeingia katika makao makuu ya Kisii Hot TV. Kiangalia leo kuna mabadiliko mengi katika studio hii, na ni kwa ajili ya uwezo wake Mwenyezi Mungu amewezesha ili tuweze kufika katika kiwango hichi hapa siku ya leo. Ningependa kushukuru sana wale watazamaji wetu ambao wanaendelea kutazama. Unatupata ukiwa nje ya nchi ya Kenya, unatupata ukiwa ng'ambo. Siku ya leo nashukuru sana kwa maana ukitazama hata nyuma yangu kuna mabadiliko mengi, kumaanisha hata kiroho tunaenda another level in the name of Jesus. Naamini ya kwamba yale yote ambayo tunayatenda ni kwa ajili ya kuweza kunufaisha na kuweza kuraise standard. Tulisema ya kwamba mwaka huu ni mwaka ambao tunataka kuonyesha ya kwamba the levels that we are in, even if it's spiritual, even if it's life-wise, health-wise, we need to raise the standard of this life, because 2021 would not need to be like 2020, because this is the year of restoration. This is the year of a breakthrough. Kwa maana maandiko yanasema ya kwamba nitawarudishia ile miaka ambayo imeliwa na nzige. I return. So siku ya leo ningependa tuweze kuomba ili tuweze kuanza program ya siku ya leo. After kusema hayo yote, ningependa kushukuru sana the management of this studio Kisii Hot TV. Thank you very much because mumeweza kutuweka hewani hadi wakati huu tumeweza kufikia watu wengi, na watu wengi wanapiga simu na kusema ya kwamba haya yote ni kwa ajili ya nguvu zake Mwenyezi Mungu. Ningependa tuweze kuomba so that we can start our program of today. Father, in the name of Jesus, we thank you because of this time and this moment. Whoever is watching me, wherever he or she is, I pray that, Lord, let your spirit connect us. As we are going to share today the message I have, let your spirit, oh Lord, guide me so that I can deliver according to your will. In the name of Jesus, I pray and believe. You can say amen from wherever you are. I want to just start seeing you in the comments because I want to see if people have already tuned. We are late of that is by 41 minutes, lakini hata mimi leo nitaweza kuomba yule ambaye ako katika program nyingine ili aweze kunikubalia tu kama 30 minutes tuweze kuendelea. Now siku ya leo I have a very unique topic that I want us to share for today. I want us to know what can hinder you from reaching your destiny. What can hinder a Christian? What can hinder a person? This is not specifically, I do not specify this for Christians only. Something in your life can hinder you from reaching your destiny, from getting to your destiny. You can plan well, you can plan to do something, but something comes on the way that can make you not to continue with what you had planned or what you want to have. Ili uweze kufika katika hatima yako, ni vitu gani vinavyokuwa like an obstacle on the way that can make you not to get to your destiny? That is what I want us to speak of today. My topic is the hindrances, all the obstacles that can hinder you to your destiny. Zile vizuizi ambavyo vitakavyo kuzuia usiweze kufika katika hatima yako ya maisha. What can hinder you from getting to your destiny? That is what I want to look at. For example, people think or plan of a lot of things in this world. You can plan like, this year I want to have a car, this year I want to marry, this year I want to be married, I want to have a kid, I want to have a baby. But those things do not get to reality. They don't visualize. That is, they do not get to be done the way you've planned them. What can make you not to get to your vision? What can make you not to get to your destiny? That is what I want us to look at this evening. Now, I want to start by saying that I've prepared like 10 strong points
point kama 10 ambazo siku ya leo ningependa tuweze kuangalia ili tuweze kujua ni kwa nini maisha yetu hayawezi kufika katika hatima ambayo tumepangia katika maisha haya. Lile jambo ambalo umeweza kupanga, ni kwa nini maisha yako ama ni kwa nini hauwezi ukafikia hatima yako, your destiny. Nimeweza kuandaa point kama 10 ambazo ningependa tuweze kujadili kwa pamoja siku ya leo, and I like people to contribute towards it because this is an open discussion. Before we get to prayers and the prophecy, I like to have mjadala ambao umefunguka kwa kila mtu ili uweze kuniambia na wewe unafikiria kivipi, because these are research that I've done from the Bible, from our daily life. So I want to give you like 10 points zile ambazo zinaweza kukufanya usiweze kufika katika hatima yako. Number 1, I want us to look at, we have what we call lack of divine knowledge. Mtu anaweza kuwa hana maono ya kuweza kuona kile ambacho yeye mwenyewe anataka kukifanya. Kwa mfano, kama uko pale nyumbani unataka kufuga kuku, lazima uwe umezungumza ama umekuwa associated na watu ambao wanafanya kazi kama hiyo, ili uweze kuenenda, ili uweze kutimiza maono yako ya kufuga kuku. Lazima iwe ya kwamba umeassociate wewe mwenyewe na wale watu ambao wako na uzoefu wa kufanya mambo hayo, na ili uweze kuenda lazima uwe umefunguka, una maarifa ambayo yatakuwezesha kukusukuma katika towards your destiny, that is toward kwa hatima yako. So ndio maana tunasema ya kwamba watu wengi hawawezi kufikia hatima yao. People do not get to their destiny because of they lack what we call divine knowledge. Divine knowledge ni ile maono ya kuona kile ambacho unataka kukifanya hauna. Ningependa tuweze kusoma kitabu cha Hosea 4 ili tuweze kuona ni mambo gani haya ambayo ninayozungumzia. Hosea 4, Hosea 4. I want us to look at the book of Hosea, Hosea chapter number 4, and we read verse 6. There are some things that I'd like us to note from that verse that says, Hosea 4 inasema ya kwamba, Hosea 4:6 inasema ya kwamba sikiza, my people are destroyed from lack of knowledge. Yani watu wangu wanaweza kuharibiwa kwa kukosa maarifa. They actually lack what we call understanding. Hawawezi wakaelewa. They lack understanding, they lack knowledge, according to the version that you have, because you have rejected knowledge. Yani wewe mwenyewe kwa sababu umeweza kupuuza maarifa ama maeleo, yani kile ambacho kinaweza kufanya uweze kuelewa zaidi, imeweza kukutoa katika line ama mpangilio wa kuelekea katika hatima yako. Sikiza, I also reject you as my priest because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. Na ndio sasa uweze kutoka katika mpango huu wa kuweza kufika katika hatima yako, ni kwa sababu tumeweza kupuuza yale ambayo tunaweza kupata kama maarifa yatakayotuongoza ili tuweze kufika katika hatima yetu. We've rejected and we've ignored what we call knowledge. We do not have divine knowledge, that is what can guide us towards our destiny. Ndio iweze kufika hivyo, tumeona ya kwamba hayo yote yameweza kufanyika ni kwa ajili ya kukosa maarifa. Ili tuweze kufika katika hatima yetu, tumekosa maarifa ya kuendelea. Watu wengi wanasema ya kwamba hawezi funzwa na mtu. Na kama wewe huwezi kufunzwa na mtu anayefanya kitu unataka kukifanya, basi wewe ni mjinga tu. Kwa maana kama mimi ni mhubiri, nilipoanza kuhubiri, I had to admire. There is somebody ambaye lazima niwe chini yake aweze kunifunza, kwa sababu ako kwa line ya vision yangu. Lazima niweze kumfuatilia na kuona anafanya mambo yake kivipi. Ndio uweze kufuga kuku pale nyumbani, lazima kuna jirani yako wako na kuku wengi. Ndio na wewe uweze kufika katika hiyo destiny, katika hiyo hatima ya kuwa na kuku wengi, you need to borrow experience from these people. So one thing that blocks you to get your destiny is lack of divine knowledge that most people just ignore. And the book of Hosea has just
clearly illustrated that if you can ignore my commands that the Lord saying, if you ignore my commands, then I reject even your children. Ya kwamba hii tunayopuuza tukiwa wazazi inaweza ika-affect mpaka watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. So ndio tuweze kufika katika hatima yetu, lazima tuweze kuangalia sio tu kwetu sisi. We need to look beyond our expectation in the name of Jesus. Now in this we can see three things from Hosea 4:6 that we have ignored to get what we call revelation. Hatuna ule ufunuo wa kuweza kuangalia kwa ndani ya kwamba nitakapokuwa nafanya hili jambo, nitakapokuwa nafanya hii kitu, nitafikia wapi. Maono ya hii studio yalianza wakati directors wa hii studio walisema ya kwamba tunataka kufika mahali fulani, na lazima walikuwa wameangalia mahali fulani ama station fulani ama media house fulani, wakasema ya kwamba we like the way they are doing their things. So equally na wao wakaweza kuleta hayo maono, wakaanza kuyaweka into action. Sasa walipokuwa wanaendelea katika action, ndio maana unaona siku ya leo tumefika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uweze kufuga kuku, uweze kuwa na kuku wengi, uweze kulea ng'ombe, uweze kuwa na vitu mingi, uweze kujenga nyumba nzuri, lazima ukaweze kutembea na ile group ambayo iko associated na yale maono ambayo uko nayo. Number one, I just said that we actually block our destiny out of lack of divine knowledge. We've just referred from the book of Hosea, that is 4:6. Number two, you will go and read the book of 2 Corinthians 10. This where Paul says that we have lack knowledge, that we not even see, we cannot even wage what we call our wars on the earth. Ili tuweze kuangalia kile ambacho kinatendeka katika ulimwengu huu, lazima tuweze kuwa na maarifa. Na kwa maana tumeweza kupuuza, sasa haiwezi tukaona tunatoka wapi na tunaelekea wapi, kwa maana sisi kwa ulimwengu huu tunaendelea tu. So Paul says we cannot even have a potential. We don't have the ability of even weighing the weight of this earth. Thank you very much. Hi 10 Emily Ondieki, thank you very much. Welcome to the program. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Now number 2, I said that I have 10 points that I want to give you today so that you can know why have you not got yourself to your destiny. Number 2, we have what we call conducive environment. Mazingira, kile ambacho kiko round kwako kinaweza kikakuaffect in one way or another. Hebrews 11:3, we understand that it's through faith that we can understand the universe and what is being done. Ili tuweze kuelewa ulimwengu huu, tunaamini tu. Kwa maana nikikuuliza ulimwengu uliumbwa namna gani, kutokana kwa maandiko, wewe unaamini tu vile imeandikwa. So what is around you can affect your destiny. How? Mtu ameoa, lakini wale wenye anatembea nao, Gladys Kerubo, thank you very much for joining us in the program. Yule mtu anataka kuoa, ako na group ya watu ambao, Roga Media, thank you very much from Mombasa, niko ndani, thank you, welcome to the program. Yule anataka kuoa, hii group wewe unatembea nayo hawataki kuoa, na wanakuambia sasa kuna maana gani? And let me tell you one thing, wakati mtu hataki ufanye kitu, anakupa sababu ambazo ni tamu sana za kuweza kukuajisha wewe usiweze kuingia katika hiyo program. So ndio usiweze. Martha Bonarele, I can see you, niko ndani kama kawa from Nyamira, thank you very much, welcome to the program, may God bless you. Ndio waweze kukutoa katika ile mpango ambao ulikuwa umeweka, they can influence you. Wengine wanaita ni kwa maana marafiki wanaweza kufanya ukatoka katika line ya maono yako. What we call, you do not have a conducive environment. Yani ile mazingira huko ndani yake haiwezi kukuruhusu wewe kuendelea. Kwa mfano, unaweza pata group ambayo kazi yao ni kutembea tu, na hiyo ni watu wengi wamekuwa wakifanya. Nyinyi ni kutembea tu, kama mlikuwa mmefanya, for example, kuna wanafunzi walikuwa ukimaliza form 4, wewe unajua tu ukipita huko nje ni kutembea na kungoja kazi ambayo sijui kama siku hizi inapatikananga, so I don't know. But out of what you do can affect you getting to your destiny. That is what we mean by a conducive environment.
Now, you can have from the environment what we call spiritual resistance or physical resistance. What is spiritual resistance? Kuna jirani yako atakaye kuona aone kwamba huyu mtu kwani anataka kuenda hivi atangulia watoto wangu. Unajua we have such a kind of things. Na ndio aweze kukuzuia, itampidi aweze kulipa pesa aende hata kwa uchawi. Na atakapofika huko, that is what we call a spiritual influence. Anaweza akakuroga usiweze kuendelea. Kama hawezi ukazinduka, blessed Liz, I can see you. Hello, thank you very much. You are late to the program today. Kama hawezi ukazinduka ukasema ya kwamba I want to get out of this stupor, I want to get out of this slumber so that I can see, give me the spiritual eye so that I can see where I'm going to, you can not get to your destiny. So spiritual and physical resistance also inaweza ikakufanya usiweze kufika katika hatima yako. Na physical resistance ni ile nimesema, inaweza toka hata kwa ndugu zako. Unataka kufanya kitu fulani, wao wanakuambia kwani unafanya hii na sisi hatujafanya. Inaweza ikatoka kwa mama yako, inaweza ikatoka kwa baba yako. Mama yako kama wewe ni msichana unataka kuolewa, mama yako anakuambia sisi hatukuolewa na 21 years, sisi tuliolewa na 33 years, tuliolewa tukifurutwa na wanaume tukipelekwa ogo kurura. They call that. So it can affect you not getting to your destiny. What have I said? Number one, that Nixon comment, I am following you clearly. Thank you very much. So today I want you to listen and even take your pen. Write this down. What can make you not to get to your destiny? Number one, I just said that lack of divine knowledge. You do not understand on what you are supposed to do. And some people don't want to be told anything concerning on what they want to do. Na by the way, watu wengi hawapendangi kuambiwa. Kama unataka kupiga matofali, ni hiyo na ni hiyo na ni hiyo. Hata baba yako akwambie namna gani hautaki kusikia. So lack of divine knowledge, you cannot understand. Number two, we said conducive environment. And this can affect you either spiritually or physically. You can get what we call the spiritual resistance or physical resistance. And in spiritual resistance, ni ile mtu anaweza kaenda kwa uganga, mtu anaweza kaenda kwa uchawi, akasema ya kwamba now I don't want this person to move past this. Hawezi akashinda watoto wangu, hawezi akashinda jamii yangu, hawezi akajenga kama mtoto wangu hajajenga, of which it happens to so many families. So spiritual and physical resistance can lead you not to get to your destiny. That is number two. We can read the book of 1 Timothy 1:18, or even if I don't read it, it just say that if you keep the faith, you will emerge victorious. That is when you remember and keep the commands of our Lord. So if you keep the command, and when I'm talking about the command, I mean if you keep what is written in the Bible. If you keep what is written in the Bible, then it means you are keeping the command of the Lord. Ukiweza kusustain, kuweka zile sheria ambazo Mungu amekupa, uweze kutembea ndani yake, uweze kufanya vile zinasema, so hauwezi ukaenenda nje ya hiyo. Mungu atakukeep. God will keep you and you'll get to your destiny. So number two, we just said, so this Paul is talking to this Timothy. Anamwambia ndugu yangu, kama unataka kufika, lazima uweze kuwa na maono, lazima uweze kuwa na imani. Na kuwa na imani ni kumaanisha ya kwamba uwe na imani ya kupigana. Anything can come. Resistance is there. Hakuna mtu hajawahi pokea resistance katika ulimwengu huu, na hakuna mtu hajawahi ambiwa mambo ambayo hayawezi kuingiana na yeye. Na ndio uweze kupita, na ndio uweze kuwa rafiki wa Mungu. Kwa maana you can make Jesus Christ your friend, but you cannot make Satan your friend. Kwa nini? Unaweza ukazoea Mungu, lakini hauwezi ukazoea shetani. Number two, he said conducive environment. Number three, preparation. Umejiandaa kivipi?
mambo ya matayarisho ni muhimu sana kufikia katika hatima yako. Mungu mwenyewe anaandaa malaika. Wakati Musa anatoa wana wa Israel Misri, anawaonyesha ya kwamba this is the way yenye mtakuwa mnafuata. Anaandaa kumaanisha ya kwamba if you want to get to your destiny, you need to prepare it today. What you want to achieve tomorrow, it must have been planned today. Preparedness. How prepared are you in making that kiosk yenye unataka kufanya? How prepared are you in doing your wedding? How prepared are you in marrying? How prepared are you to pass that exam? Hata mtihani huwezi pita kama huwezi jitayarisha. So ndio uweze kupita, lazima uweze kujiandaa. Matayarisho, preparedness. So the way you prepare yourself, it can affect directly your destiny. Exodus 23:20, God himself sends angels, that is to prepare a way for the children of Israel, to clear anything from the way whenever they are walking, so that their enemies cannot attack them, cannot see them, so that the enemies cannot do any harm to them. Jesus knew that if I did not prepare this ahead of the journey, something is going to happen. So equally you need to prepare well yourself before you start doing something. Kama unataka kupanda ndizi kwa shamba, lazima uweze kuenda kwa shamba, ulime ebitero, then from there origichimbande, from there you bring them onye no boyo bwabweli, you take it there, then from there weka chimbande chao, now wait. And the biggest problem comes when it comes to a time of waiting. Omaetekare, we used to plant sugarcane, na ilikuwa inafika ekere ikire chimbande ibere kwanyara tuachakire koli. And this happens to kama umelelewa kama mimi, nyako somere the lisabu au sonyo korere lisabu that has happened to you and you cannot get away from it. So ni kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa maana hizi ni vitu ambazo tumepitia. So hiyo haingeweza kuleta mazao kwa maana umeweza kuiharibu mapema. Of course you follow the right procedure of getting miwa yako iweze kuwa mingi ama iweze kukomaa, lakini in the process ukaweza kuiharibu. Equally to your destiny, if you do not prepare well, if you do not plan well, getting to your destiny is very hard. So we've seen that even the Lord himself prepared the angels who went to prepare the way for the children of Israel, so that when they were passing, an enemy could not attack them. Number 4, our point number 4 is what we call insignificance. Insignificance, this is what we call kutokuwa na maono kwa Kiswahili. You are very relevant to whatever you are doing. Unajua mtu Nixon comment, yes, I read your comment. I can see you. Thank you very much for joining the program. Insignificance comes, kutokuwa na maono inakuja ya kwamba unataka kufanya kitu fulani lakini hujui unafanya namna gani. Hii studio haingeweza kufika hivi kama maono haingekuwa kutoka kwa director ya kwamba this is how I want my studio to be. Kisi Hot TV haingeweza kufikia hapa kama hakungekuwa na maono mazuri ambayo yana mzingi thabiti, a strong foundation. But now as Christian we have a strong foundation who's Jesus Christ. We need not to build another foundation. It's actually, we need to put faith in it. Just plan ourselves well and move towards our destiny. So in what we call kutokuwa na maono, inakuaffect kwa njia gani? Unaweza ukaanza kitu kama haukuwa na maono ya hicho kitu, ukafika njiani, you leave it. Ukitaka kuoa kama hujakuwa ready, kama ulikuwa mwanaume umeseduce msichana ama mama, kama huko umempenda, mtaachana tu kwa njia, kwa maana wewe roho yako haukuwa umempenda, kuachana mtaachana tu. Na kama mtaachana ni kumaanisha hiyo kitu imeanza tu hapo na itaishia hapo. Insignificance comes
kwa sababu mtu anaanza tu kitu kwa sababu mtu ako nayo. Kutokuwa na maono. Mtu amenunua gari, wewe unataka kununua gari. Mtu amejenga nyumba, unataka kujenga nyumba tu venye amejenga kwa sababu amejenga, and you do not have that. So you find at the end of the day imekucost double the amount huyu mtu mwingine alikuwa ametumia. Kwa nini? Haukuwa na hayo maono. Hayo maono hayakuwa yako. Na ndio uweze kufanya kitu, uweze kufanikiwa, lazima uweze kuijenga kwa akili yako. Ukaweze kusema ya kwamba I want this to look like this. Despite how many years it can take for it to actualize, I need to have something like this. Hiyo ikifikia wakati wake inaenda tu, kwa maana ulikuwa ushaiweka ndani yako. Ni maono yako, you own it, not somebody's. Ndio maana unapata nyumba zingine zinaanguka kwa maana wewe hauna plan. Umechorewa na mtu, anakuambia kwamba anataka uende ujenge hivi. Architecture anakuchorea, we hata ikianguka lazima umuulize kwa nini ilifanyika hivi. Sio yako. So inafaa wewe ndio umpe your mind, umwambie kwamba I want my house to look like this, like this, like this. Now you bring that vision to reality. You own it. Ni wewe tu, so that ikitokea haushtuki. Ikitokea hausemi hiki kitu gani, inakuwa ni kwamba wewe ndio ulikuwa umepanga. Hayo maono yalikuwa yako. So insignificance is our point number 4. It can lead you not to get your destiny. And for today, kutokuwa na maono ni ugonjwa. Lazima mtu ukuwe na maono. Ndio maana naambia wasichana wengi, and by the way, let me talk to my ladies today. I can see so many ladies here. If you want to be married, you find a man, umuulize unafanya nini, akwambie nothing. Unafikiria nini, akwambie nothing. My daughter, run away. Uwezi kuwa haufanyi kitu na haufikiri kitu at the same time. Unaweza ukawa na mwanaume mwenye unauliza, afadhali akwambie tu unafanya nini, akwambie nothing. Lakini ukimuuliza unafikiria nini, akwambie natafuta kazi. That can work. Lakini upate mwanaume umuulize, go and test. Hata kama anakuseduce, muulize tu unafanya nini, akikwambia nothing, never mind. Ukimuuliza unafikiria nini, akwambie nothing, that is dangerous. Move away. My daughter, run from that relationship, if it's a relationship. Kwa maana hakuna mahali mnaenda. Hana vision, afikiri. Afadhali uoe mtu akona vision, anataka kufanya kitu fulani. Na kama ni pesa unayo, you can actualize his vision using your money. Lakini kama hana, hapo nayo ni ngumu, my sister. Maisha itakuendea ngumu. Na unajua mwanaume ndio aweze kusikia kwamba ni mwanaume in the house, lazima awe anafanya kitu fulani chenye kiko juu. So ndio uweze kuwa juu. For a woman to submit, let me speak to men. Don't force your woman to submit to you. You need to do something that can show her that you are above her, for her to submit to you. She cannot submit to you if there is nothing you are giving her. Hallelujah. Am I communicating to anybody here? If you want your woman to submit to you, you must be doing something that can make her feel like I have a head in my house. She'll submit. But kama wewe ako hapa na wewe uko hapa, submission utakuwa unaisikia tu kwa Biblia na mimi nikikuhubiria hapa. So check your lines. Point number 4, insignificance. That was what we just said. You can go and refer 1 Corinthians 1:27 and read 28. Number 5 is what we call fear. Hofu tu, kuogopa, uoga. Learn to fight fear. Hauwezi ukaogopa kitu ukasema ya kwamba siwezi nikafanya hii. Na kitu haiwezi kaingia, hata kama ni karama za Mwenyezi Mungu, gift, spiritual gifts, haziwezi zikaja tu kama uwezi desire kwa hizo. Lazima uweze kudesire, ukasema ya kwamba me I want to do this. You remove the fear, bring in the faith,
that you can do it, it will be given to you. Karama za Mungu zinakukondolea macho namna hii, ziko juu yako, zinakutafuta penye huko. It's only you who have not shown the desire of receiving any of those. Emily Ondieki, thank you very much. Following, kama hauwezi kuwa na desire ya kuweza kuzileta. Florence Moranga, thank you very much. God bless you. Thank you. Be blessed. Kama hauwezi kuondoa woga, hauwezi ukafika katika hatima yako. So fear is another hindrance that can hinder you not to get to your destiny. If you look at the book of Romans 12:2, I'd like to read that. Romans 12:2. Let's look at Romans 12:2. What does it say? The book of Romans 12:2. It says that 12:2. It says that do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his goodness, blessing, and perfect will. If you actually adjust yourself to what the worldly desires are, you cannot fight fear, because you will find a friend who tells you if you want to do this you will fall terribly. Kuna watu ambao wameambiwa hivyo, kama ni mtihani walikuwa wanafanya, anaambiwa ya kwamba kwani wewe ndio utakuwa wa kwanza kupita. Hii jamii yetu yote hatujawahi kuwa tunapita mtihani, wewe ndio utapita. Ndio upite lazima uibie mtihani, ukuwe na mwa Kenya, mwa Uganda, mwa wote, mwa South Africa, mwa Bosongo, whatever. That is fear. If you do not remove that fear and disconnect yourself from what people say to you, my sister, my brother, you will actually fall terribly. So fear, it can affect you directly towards reaching your destiny. The book of 2 Timothy 1:7. God has not given us the spirit. I cannot even write that, it just came. God has not given us the spirit of fear, but how to fight it. The spirit that we've been given by the Lord is not the spirit of fearing, but the spirit of fighting. Sisi tunapigana vita vya kiroho. Na ndio uweze kupigana vita vya kiroho, ni lazima uwe bold. Ni lazima uweze kuwa ready. Siwezi toa mapepo kama naogopa. Si pepo atakuja nikotole macho hivi nikatoroka. Na sasa hapo hujasaidia mtu. So you need not to fear. That is why the book of Romans, the 2 Timothy 1:7 says that we've not been given the spirit of fear, but to fight. So you must learn to fight fear. You must learn to say no to fear in your life. That is point number 5. Point number 6 this evening, because of time, is what we call finances. Matthew 6:31-33. Let me read. Matthew 6:31-33. Matthew 6:31-33. It says, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you are in need of them. But seek ye first the kingdom of his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mungu mwenyewe anajua ya kwamba unahitaji fulani. Usiogope, kwa maana yeye already is there for you. Ako hapo kwa ajili yako. So usiweze kupigania ya kesho. Wana wa Israeli wakati mana ilikuwa inatoka juu, walikuwa wanaambiwa ya kwamba
Sasa mara ya kwanza walikuwa wamepigana na kuambia Musa ya kwamba tutakuua. Walikuwa wametoa mawe na kusema ya kwamba Musa, tutakuua kama hatuwezi pata nyama. Afadhali tungekuwa tu huko Misri penye tulikuwa tunachapwa lakini tunakula kakuku. Tunachapwa lakini tunakula nyama. Charles Lillian, thank you very much. I see you. Thank you. Welcome to the program. May God bless you. Tunachapwa, tunakula nyama. Eli uturudishe huko. Mungu akaambia Musa ya kwamba ambia hawa watu wangu I'll provide. So hiyo siku nyama zikaanguka kama ni choma, kama nini. I'm imagining that choma ilikuwa boilo, matumbo, for those of you like mudhura and all those any kind and taste. Hey, wengine wameanza kumeza mate. So zikakuja. Mungu akasema ya kwamba you need to take a share that is enough for you and your family for today. Sikiza. Akawaambia ya kwamba ukiweza kuchukua, wewe chukua ile ambayo inakutosha kwa siku ya leo. Na kama unachukua, uchukue tu ya leo. Watu wengine kwa sababu ya tamaa, watu wengine sababu walikuwa hawajaona hiyo nyama, wakatoa mingi wakapeleka, kwa maana ilikuwa kama uko na watoto wawili na kuku imekuja fry, si uchukue tu kuku moja kwa maana itakutosha. Mungu alikuwa na watest na kuambia Musa ya kwamba hawa watu wangu hawajui kile ambacho mimi naweza kuwafanyia. So Mungu akapeana. Wale ambao walichukua mingi, ilifika kesho yake tena ingine kamwagika. So unashindwa unawekea wapi? I'm trying to imagine wale wenye walikuwa wamechukua mingi vile walijiona wajinga, because you cannot predict God. Wakaanza kusema zile ambazo walikuwa wameweka kwa nyumba zikaanza kuoza, kwa maana Mungu had given a clear instruction that when you pick food yenye natoshana na wewe kukula siku ya leo. So that is why the Bible says that not fear of tomorrow. Usiweze kufadhaika moyoni mwako juu ya kesho, kwa maana kesho the Lord is already there. Wale ambao hawamwamini Mungu wanakula na kuvalia vizuri. Usidhani ya kwamba Mungu haoni. Mungu anaona. It's only that wakati wako mzuri haujaweza kutimia. Hallelujah. Another thing is what I call an orphan mentality and what we call Actory perspective. Point number 7 is what I call orphan mentality and Actory perspective. Orphan ni yatima, mentality ni fikra, and what we call Actory ni mambo ya dunia. Perspective ni ile tunaita mitazamo tofauti kwa Kiswahili. So Orujo David, I can see you. Thank you very much. Welcome to the program. May God bless you. So what we call an orphan mentality and what we call Actory perspective ni yani unaweza ukafikiria jinsi dunia hii inaendesha mambo yake na wewe ukaingia katika hiyo trend ukaanza kufikiria hivyo. Unaweza ukajiajilia peke yako ya kwamba now I want to think just to my line. I want to stick to my line. Ile ambayo unafikiria wewe mwenyewe tu, mmoja tu hapo, lakini haiwezi kukusaidia. So that can hinder you getting to your destiny. You cannot be alone. There is a saying that says, if you want to walk faster, go with a group. But if you want to go far, you need to go alone. Why do we remove the group of people? Because this is where you get discouragement. This is where you get bullback. This is where you get this is where you can even backslide, do something that you never expected, because a group can influence you to do something that you've never done. I've ever given me a testimony of myself that mimi nikiwa high school nilikuwa nachapwa almost every weekend ati nakunywa nyasore, and I've never tested nyasore. Why? Kwa sababu mimi nilikuwa natembea na watu ambao walikuwa wanatumia hiyo. Sijawahi kunywa, lakini natembea na watu wanakunywa hiyo. Leon Channel, thank you very much. Welcome to the program. Sasa hawa watu kuavoid ilikuwa ngumu. Kwa nini? Tulikuwa tunaenda kusoma shule, ilikuwa mbali kidogo.
Na hawa ndio watu tu tulikuwa tunatoka na hao kijiji. We were four of us. Hawa ndio tungepanda asubuhi na wao, turudi na wao jioni. And that is the time we used to meet. So lazima utembee na wao, urudi na wao jioni. Kwa maana wewe unajifanya wewe ni jopi ama ni nini. You cannot live a group. You cannot live. You know, you can choose friends but you cannot choose relatives. Yule relative wako hata kama ni mchawi, you cannot choose. Siku ingine tulikuwa tumeenda kwaya. Ilikuwa na Saturday morning. I remember it very clear. I used to sing in a choir in a certain church at home. Nilikuwa around form 2. Nilikuwa naimba kwa kwaya. Sasa hiyo siku ilikuwa siku yetu ya vijana katika kwaya. Nilikuwa nimeweka maji kwa bafu asubuhi, nimeweka nguo pasi vizuri. Now I'm ready to go to church. You remember yesterday I was in church, we prepared for everything. So hiyo asubuhi wakati nilikuwa nataka kupeleka maji kwa bafu, ndio wale walikuwa wanaitwa community police. Wanaingia kwangu, wanapiga hodi, kong. Hello, nani yako hapa? Na sasa hiyo kumbuke sijakunywa chai, nimetengeneza tu chai. Nguo yangu imewekwa pasi, iko vizuri, iko hapo kwa meza. Viatu zangu zimepikwa rangi vizuri. Nikiwauliza ni namna gani, wanasema tutoka tuone. Kufika nje nilishtuka kwanza kwa sababu nawajua. And some of them were my friends. Sasa sababu walikuwa my friends, hawangeweza kuanza kunichapa hapo. Nikawauliza kuna ubaya? Hata sisi hatujui, ni chifu ametutuma tukupeleke mahali fulani hivi muweze kuongea naye. Nikamuuliza, hatujawahi ongea na chief. Mimi si motuleti. Mimi si mzee wa kijiji. Mimi si advisor wa chief. Chief anaenda kuniuliza nini saa hii asubuhi? Hatujui, you come, we go. Nilikuwa nimevaa vest na short. Nikamwambia basi nivalie nguo tuende. Wakasema hapana, you come the way you are. Walikuwa watu 4. Tukapelekwa. Kuna place nyingine ilikuwa mto hivi, tulikuwa tunapeleka ng'ombe. Nikapata hao vijana wengine 3 wamepatishwa, wamepewa miti. Kupewa miti ni kuchapwa. Wale ambao waelewi hii lugha ya Greek. Kuchapwa. Ogotiringwa. Hey, my goodness. Nilifika huko, sikupewa opportunity ya kuonana na chief. Hawa wenye tulikuwa na wao, nilisikia wakisema mpatize. Hey. Nilidipiwa kwa maji. Zile viboko nilipewa. Unapiwa na haujaelezewa umefanya nini. After umekuwa disciplined, mpaka tulikuwa tunaambiwa tujimbe shimo kwa barabara na kidole as a form of a punishment. Nauliza nimefanya nini? Ati nyinyi ni group moja mnakunywa nyasore. Nikamwambia chief, mimi ni mtu naenda kanisa. Despite this my cousins tunaenda na wao, mimi hiyo siai kunywa. Hata wao wenyewe they confessed and said, huyu naye ukweli mnamchapa kwa uongo. Lakini nilikula viboko kukula. Mtu unaweza imagine venye mtu anaweza chapa mtoto mwenye si wake. Hey. What am I saying? The perspective at which people can take you to think from is different from what you want to do. It can get you out of your line of thinking. So what we call orphan mentality and earthly perspective, mitazamo ya hii dunia, it can hinder you not getting to your destiny. Point number 8 is what we call doubt. Mambo ya kuwa na shaka. Una doubt, unasema ya kwamba hii kitu hata kama nitaanza itaisha kweli. Hii kitu hata kama nataka kufanya itafanyika. Most of the time nilikuwa naonanga wakati watu walikuwa naendanga interview za KDF. Mtu anasema hata kama naenda kweli, watu wametoa pesa huko, nitachukuliwa kweli. Umeweka already shaka ndani yako. Ni kumaanisha hata haiwezi tendeka, because these things react spiritually. What you connect. Na shetani anatumia yale mambo ambayo yanatoka kwa kinywa chako kukugonga. Wewe mwenyewe ndio umechiroga na hujui. Unasema ya kwamba leo unasikia ni kama kichwa inaniuma. Na haikuumi, unajua haikuumi. Mdozi wako ndio unataka kuhepa. Unataka kupata nafasi kutoka kazini. Unasema kichwa inakuuma. Hiyo ndo shetani atatumia. Anasema si huyu alisema kichwa inamuuma, ukifika nyumbani itakuuma mpaka ushangae. Sasa ushindwe kupiga simu useme kichwa imeendelea kuniuma zaidi. Doubt. Kuwa na shaka. Doubting what you are doing, it can hinder you.
not to get to your destiny. Ili uweze kufika katika destiny, katika hatima yako, lazima uweze kujua kupigana na mambo ya doubts katika maisha yako. Hauwezi ukanunua simu ukaanza kuidoubt hii simu inaweza kuwa ina hang. Itaanza kuhang, my friend. And let me tell you a practical thing. Unaweza ukanunua hata laptop ama simu, ukasema simu yangu nataka kuachana nayo kwa sababu ina hang sana, I want to buy a new phone. Ukienda kufungua simu yako uone imechukua 2 minutes, useme tu na hii simu ni kama nayo imeanza kuhang, it will happen. Kwa nini? Ushaweka kwa mind yako ya kwamba hii kitu si mzuri, so haiwezi kawa mzuri. So hata ukiona ina update, utakuwa unasema tu hii simu imehang. What is in your mind? You must learn to fight doubts from your mind in the name of Jesus. There is what we call number 9, point number 9, deception. You are deceived. Hiyo ni vitu tunaita udanganyifu. Mtu anaweza akakudanganya. Unataka kujenga factory ya kusiaga nyazi ya ng'ombe. Na mtu anakuambia vizuri, anajua tu hii ukiweka hapa itafanya kazi. Ama unaweza kuweka unataka kuweka tingatinga huko kwa kijiji, ianze kusiagia wamama unga na watu kukula vizuri. Sasa mtu anakuja anaona ya kwamba ukiweka hii itakuwa umepata pesa. Na sababu hakuna stima in most villages, though nowadays Mungu ametuonekania watu wengi wako na stima. Unataka kuweka ya mafuta, anakudanganya, anakuambia hapana, kitu ungefanye kia baba, gendo kule eng'ombe yegireti, gendo kule chombe ibere, oko ni amabere, oko ni amabere, omuntu kung'aina. Mtu anakudanganya until you get to the box. Ukishaingia kwa box, ukinunua ng'ombe, remember umetoa zile pesa ulikuwa nazo, unataka kununua tingatinga, kisiagi, wanaita kisiagi, I don't know. You can write for me there so that I can know. Ni tingatinga ama ni tingatinga, what is the difference? Kitingatinga na posho mill. Posho mill nieke kusi, I don't know ana Kiswahili, I don't know. So unadanganywa, unatoka kwa maono yako. Sasa unaingia kwa maono ya mtu. Deceptive. You are being deceived. Ukidanganywa, it hinders you getting to your destiny. Because what you thought by starting that posho mill, you thought that at the end of this year, I could have collected such and such amount of money. And out of that money, I'll be doing ABCD. You budget yourself. So you'll not accomplish it because you've not done what was in your mind. That is somebody's mind. That is somebody's vision. Somebody's idea. It's not yours. And if it's not yours, it will not lead you to your destiny. Point number 10, which is the last point, before I allow you to comment something concerning this topic of today. You know, we learn, and I also like to hear from you. Let me post my link here so that you get to YouTube, get that link, join. I'll get you here. So point number 10 is what we call discouragement. Discouragement kwa Kiswahili ni tamaa. You are being discouraged na watu, ama wewe unaona kitu cha mtu, unataka kuona ya kwamba nataka kufanya kama hii. Hiyo ndo nilisema, unataka kujenga nyumba, hauna hiyo map. Wewe umeona mtu amejenga kwa haraka, lakini unataka kuingia hapo. Haiwezi ikafika. Kwa nini? It's not your idea. It's not your vision. You've gone and entered. You've forced yourself to enter into somebody's vision, somebody's idea. So it will not actualize. Haiwezi kukutokezea yale matokeo uliyokuwa unataka. Haiwezi kufukisha pale unataka. Ama mtu ameapply kwa green card. Amepata green card. Ameambiwa sasa tafuta 1,100 utaenda. Ameenda. Mwingine hata hakuwa anafikiria kuenda hiyo ng'ambo. Yeye alikuwa amefikiria kuanza kufanya biashara ya 1,500 tuseme for example, huyo ameomba 100. Na yeye anabadilisha on the way, anasema sasa sitaki kufanya biashara, I want to go majuu. Wanaita majuu. So inaweza kukuletea shida, kwa maana unaweza ukafika kwa agent ukapata umepelekwa hivi, umepelekwa right left. You have 500,000 shillings, it's gone and you are not there.
ama unaweza ukaenda lakini ikawa costly wewe kufika huko. Nawaambia nini? Usiweze kuingia katika maono ya mtu, kwa maana haujui yeye alikuwa amefikiria kuanza hapo atafika wapi na anataka nini. Na hawa watu wengi wanaoleta what we call discouragement, inaweza kuwa familia, inaweza kuwa your friends, your relatives, your wife, even your husband, your children, the kind of job you are doing, what you are yearning to do, your colleagues at your workplace. They can also hinder you not to get to your destiny. Now, to that, I think I've shared what we call for the last 1 hour, right? I've shared around 10 points concerning on what can hinder you not to get to your destiny. I want also to hear from you. Have you learned something? Where are you getting me from? And what would you like us to do now that we are in a new studio, a very new studio in town? Advise us also the timing of the program, because it's now the programs have started being adjusted, the time that is convenient for you, so that we speak for you, so that when it gets to around 7:40, I'll start praying for people. So when it gets to around 7:50, if you need special prayer, I'll do it. You need prophecy, that is what I'll do. And before that, I need to speak to you. I want to hear you, where you are. Unanipata ukiwa wapi? Unapata program vizuri kivipi? So are you blessed? That is what I want to hear from you. You can get to the link. I'm giving the link. The link is there. So I think for those of you who are watching from Facebook, inakuanga tricky sana kuingia katika link. You can also go to YouTube, Kisi Hot TV. When you get there, at the comment section, hiyo link unapata imepostiwa na Kisi Hot TV. Click. Kuna mahali inakuambia click here. So you click there, you get to backstage. I'll see you. So I'll add you. I want to hear from you. Thank you very much. Who will be the first one for today? I want to see yule ambaye atakuwa wa kwanza siku ya leo kuweza kuongea na sisi ni nani? That is what I want to see. Now, for those who are watching, we can see Emily Ondieki. Thank you very much. Anasema high 10. High 10 ni kumaanisha nini? I don't know. High 10. Na mimi nikuambia high 10. Oh, high 10 is this. Oh, thank you very much, my sister. May God bless you. We have this Gladys Kerubo. Hi, thank you. I can see you. May God bless you. Roga Media, I can see you from Mombasa. Niko ndani. Call. Get to the link. I want to speak to you. Speak to me also. I'd love to hear from you. Mother Bonareli, niko ndani kama kawa from Nyamira. Thank you very much. Mother, you get to the link so that I can speak. Thank you very much. May God bless you. Blessed Liz, hello. Thank you very much. Asante sana. I can see you. May God bless you. Who is this? Nixon comment. I am following you clearly. Thank you very much. These are the past comments that I'm trying to go through. Emily Ondieki following. Thank you very much. May God bless you. Florence Muranga, kila siku tuko pamoja. God bless you, Pastor. Thank you very much. May God bless you too, my daughter. Thank you very much. Charles Lillian, amen. Umebarikiwa. Asante sana. May God bless you. Huyu anaitwa Orucho David. Get to the link. I want you to Orucho David. Yes, I see you, David, my brother. How are you doing, sir? Hey, I can see you. Thank you. May God bless you. May God bless the work of your hands. In Jesus' name. God will bless you. God will see you through. In the name of Jesus. Now, this Leon channel, thank you very much. Lillian Charles, nasalimia mwingine. Thank you very much. May God bless you. Now, I want to see you. Get to the link. Speak to me. I want to speak to me. If you want me to pray for you, you can also tell me. Tell me something concerning our program. Speak to me concerning on what we've just shared. We've shared 10 points concerning what can hinder you, the kind of obstacles that we get on the way. Number 1, we said lack of divine knowledge. We referred from the book of Hosea 6:4-6, where we said that we ignore
our revelation. We do not want to get to understand more on what we need to do. If we lack the knowledge that can lead us to understand on what we want to do, we cannot get to our destiny. That is point number one. Number two, we said conducive environment. If you not work in a conducive environment, it can also be an obstacle leading you not to get to your destiny. We referred that from the book of Hebrews 11:3, that says we are given understanding so that we can understand the universe even by faith, because there are some things that you cannot ask, there are some things you cannot get answers. So out of faith you can understand on what you want, and if you understand what you want and what you need, getting to your destiny is very easy. So it hinders you because you do not understand what you want, you as a person. We said that out of that you can get the resistance, the spiritual and physical resistance. Spiritual resistance, mtu anaweza kupeleka kwa uchawi, aweze kufanyia kitu. Physical, watu wanaweza kukudanganya wakakwambia ya kwamba hii kitu kifanya iwezi kafanikiwa. So physical and spiritual resistance also hinders a person not to get to his or her destiny. We referred from the book of 1 Timothy 1:18, but if you keep the faith and remember the commands of the Lord, then you'll get to where you want to go. So if you keep the faith, believing that God can take you, and keep the command of him, then you'll get to your destiny. Point number 3, preparedness, preparation. How prepared are you towards a project that you want to do, something, a plan that you want to execute somewhere, something you want to do? How prepared are you? Is it that it's somebody's idea or it is your idea? So the kind of preparedness in you can lead you either to your destiny or leave you on the way. To your vision, it can be accomplished or not accomplished. Number 4, we said about insignificancy. Lack of, you don't have, I can call it lack of focus and particularity. You do not have a focus towards what you want to do. Isaac Nyakenanda. Thank you. Isaac Nyakenanda. Is this my teacher or who? Isaac Nyakenanda. Is it my teacher? If it's my teacher, thank you, sir. You made me what I am today. Insignificance, lack of focus and particularity. This person does not know what he wants to do. You do not have focus to what you want to do, and you don't even have a particular thing that you want to do. It can hinder you not to get to your destiny. So this kind of motive, if you do not work on it, if you do not say no to it, it can hinder you getting to your destiny. And fear is our point number 5. You must learn on how to fight fear. You should not fear anything. If you want to do something, you want to sit in an exam, you want to do an examination, you need not to fear, because we are given the strength, we are given the authority. We can do anything through faith in the name of Jesus. We referred that in the book of Romans 12:2. Another thing we said, number 6, is that finances can affect you. If you want to do something and you do not have a capital of starting that, it can affect you also, because you will not have the stamina of doing it. Na kama hauna stamina, ni kumaanisha hauwezi fanya. Finances. Matthew 6:31-33. It says we should not fear of what we'll have tomorrow, because God is already there for us. Why should you fear? And these people who do not know God, they are fed, they eat, wanavaa vizuri. Why should you fear? And you are a child of God. You are not an orphan.
The Bible says we have been adopted to the family of Jesus. So kuna mtu ambaye ametusimamia juu. Finances can affect you, but we should not focus on that. You should focus on what you are doing. Number 7 is what I call orphan mentality and actory perspective. Ile ambayo unaweza ukafika ukajikuta huko mwenyewe, ukachoka nayo, ukaachana nayo. We are adopted to God's family. Hauwezi kuwa peke yako. I just said that. If you go and read Ephesians 2:6, itakwambia namna hiyo. So you must fight towards your destiny. That is your vision. What you want to do, let nobody come in between, divert you from it. Because you know exactly what you want, you will do what it takes for you to achieve that. Point number 8, I said doubt also can lead you not to get your destiny. If you doubt yourself, chances are that you cannot get your destiny, because if this is a pen, I want to buy this pen, and I say, can this pen really do what I want to do? Even if I buy it, I'll not do what I want to do with it confidently, because I'll be doubting it. I give an example of my phone. If you want to buy another phone, maybe your former phone is hanging all the time, and you see when you are restarting the new phone, it takes some few minutes. It tells you, wait a minute, we are restarting. And you speak and say, maybe also this phone has the same problem. So Satan uses what you speak to strike you. And to avoid that, you need to speak when you are sober. Speak soberly. Speak something that can build you. Hata kama we ni maskini, say I'm a rich man. Say I'm a ABCD. Hata karama, gift, spiritual gifts does not just come like that. You need to associate yourself with what you desire. Gifts ziko namna hii, lakini ni mtu uweze kuziondoa hapo kwa hewa. So if you don't desire for one, then it means haziwezi zikakujia. Number 9, I said deception. Mambo ya udanganyifu. Unadanganywa. You have a plan of planting what we call a portion meal. I gave an example of that. And somebody comes and anakudanganya na kuambia, oise kubeke ng'ombe ya mabere gikinyuliki okonia. At the end of the day unapata huyo mtu ndiye alikuwa anataka kuroga hiyo ng'ombe. Anairoga na inakufa. So your vision is dead. You've not reached your destiny. Ile yenye ulikuwa unataka kufika. Kwa nini? Ulichukua maono ya mtu, si yako, umedanganywa. Number 10, I said discouragement. Mambo ya discouragement inaweza kutokana na familia yako, your relatives, your friends, where you work, what you do, what you've got, your wife, your husband, your children, anybody around you can bring discouragement to you. And now today, I want to hear from you. Tell me something. How is the program taking you? Would you like us to make some adjustment to the program? That is what I want to hear from you. So this is Benjamin Mwana wa Andanje Pamoja FB Pamoja FM, Benjamin Andanje from Nairobi watching. Hiyo kizungu sijui kama ni mimi sijaielewa vizuri. This is Florence, niko ndani kutoka 966. 966 hiyo ni gani? Now, my link is there. I want you to use that link. Join and talk to me. I want also to hear from you what you have for me. You can say something to me. Maybe you have something that you want to advise me also concerning the program or concerning the timing of the program, or you've been blessed. Just talk to me. Feel good when you speak to higher authority. Sikia vizuri na wewe. Jiconnect. I want to see who will be number 1 kuingia katika hii program. Now I'm waiting to see your link. Your link is there. I want to see you now. You are watching me. I want to see who will come on air number 1. That is what I'm waiting for. Number 1 atakuwa nani? Unajua ukiingia number 1 kuna baraka. Mtoto
akizaliwa wa kwanza, huyo ndiye baba anasema hizi ni nguvu zangu. Huyo ndiye na mimi alinitoa kwa ujana. So anakuja na baraka zake. Anakuanga na baraka zake. Number one means a lot. The strength, the power, the ability. Hey, number one. I want to see who will be number one. Who will be number one today to join the program? Talk to me. Use that link. And those who are of you who have difficulties in entering the broadcast, you can go to YouTube. Facebook sometimes inaletanga shida. You go to YouTube, search QC Hot TV. Once you are at Facebook, get the link there. Just click it. It will direct you. Kuna mahali imeandika here. Click here. You click there. You click what we call enter the broadcast. Hiyo link ambayo nimeweka hapo, ukiingia katika YouTube utaipata. Now, I want to see who will be number one today. Number one. Hey, watu wameshindwa leo. I want to see who is number one. And also, you can be using that number to write your text, even if it's prayers. And we have what we call private chat in your right section. You can also be using that so that I can, if you want me to pray for you, and if you want me to prophesy for you, to you, also that one is allowed. We have what we call private chat. You can get in there. So I want to see who is number one today to enter the broadcast. Some people are calling using you can even call that number. Call that number. Call me right now. I'll pick your phone and I'll speak to you in the name of Jesus. And God will bless us in the name of Jesus. Na Mungu atatubariki sana, kwa maana yeye anaweza yote. Number one ni nani kwa kuingia katika broadcast? Nangoja kuona nani ataingia number one. Nimesema ya kwamba number one iko na baraka zake. Those of you who are watching me, we've been speaking on things that can hinder you not to get to your destiny. And I've given several points. If you are writing, you can put them to action and see. Now, tomorrow, I'll be speaking on how can you get yourself out of this? How can you get yourself out of this? And I'm planning something like we have a kakesha on Friday. Not this Friday, but from other Friday. From next, or as it will be planned. At least we have a choir here. I'll be bringing the church praise and worship team. We worship here. We praise together. We pray together. We prophesy to each other. We share the word of God while we are here. We bring a church here. And when I'm saying we bring a church here, we bring the presence to this place. This is now an altar. The moment I started speaking in this, the moment I started sitting here, already this is an altar. Anything I speak, it will be done. So we sing here, we join. So you join from wherever you are. We sing together. We train ourselves together. So that is exactly what I'm planning to do. Now I want to hear from you. Is that kind of mind okay with you? You need a praise and worship team here that can be accompanying me, so that we can be singing here the praise songs, the worship songs, so that we can even dance. You know, the book of Psalms says, give praise and thanks to the Lord. Psalms 123. Ya kwamba tuweze kumfurahia Mungu na kumpa ule utukufu anayohitaji. So that is the kind of things that I need to hear from you. Now, I love today to hear from you. I want to see who will be number one to join the link. Number one to join the link. The link is already there at the comment section. I want to see who is that is number one to join the link. Nani huyu wa kwanza kuweza kuingia katika link? Na kwa wale ambao wanatutazama, thank you very much.
Unaweza ukatumia hiyo namba kupiga simu ama kutuma SMS. Kama private chat haiwezi kuwa mzuri, you can join. You can get to private chat and text me. And I want to see Ven. Ven, I never got your text. We were to talk. We were to talk. So use that number text. You can text through that number. That is my personal number, so that we can see on what to do. Now, get to the line and use that link. You can also text using that number, or also you can call using that number in the name of Jesus, and you will be blessed. When a man of God speaks something over your life, it changes your life. Even if you are in a certain problem, it gets you out of it. Mwamugusi TV, I can see you. Thank you, our partners. Who is this? This is Boya Arab Rouge. This is Nelson. Thank you very much, sir. I see you, Nelson. And by the way, my brother, I don't know. I don't know if you are at a position of getting the link. I don't know. I love to speak to people. Thank you very much. You can say hi to other people. Mwamugusi also, you said amen. I think who is this? There is this guy of mine, the one who Mosinto Biyogo. I hope you are around there. If it's you, you can say amen again. You are blessed, my brother. May God bless you. Anything you do, God will bless you. God will bless the work of your hands in the name of Jesus. And nothing can bypass your progress in the name of Jesus. God will bless you. He will lift you. Nothing, as we just said, you'll get to your destiny. And now today, I want to declare to people and tell them whatever they've been doing, you'll get to your destiny in the name of Jesus. You will get your destiny in the name of Jesus. If this studio has got to this point, then even you'll get to your destiny in the name of Jesus. Hakuna kitu kitashindikana katika maisha haya. Kama hii studio imefika iliko siku ya leo, haya ni maono yalitoka kitambo. Ni maono yalikuwa kwa mbali. So you'll get also to your destiny in the name of Jesus. That is my declaration today. You see, today we are in a new studio. We've made it to this point. From next week you'll be seeing different things. We've said we want to start coming. I want to start coming here with my praise and worship team, so that we be prophesying to people, singing together, sharing the word of God, praying together as a team. We make our kesha here. This is a church, and actually an international church, because most of you, a good number of you, are watching me not from Kenya. Actually, 70% of you are not from Kenya. I know that. Thank you very much. This is Florence Moranga. Thank you. May God. Florence Moranga, can you get to the link? Alfred Mongare, may God bless you. You said amen. Thank you. Father, in the name of Jesus, I want to bring my brother Nelson to your able hands. I know that, Lord, you've anointed me to speak your word and speak to your people. The power and authority that you've given me, I know something great, something different is gonna happen in his family in the name of Jesus. Any kind of an obstacle that has been in between, that has been brought by the power of darkness, I remove it in the name of Jesus. As we've just learned today, he'll get to his destiny in the name of Jesus. His family is blessed in the name of Jesus. Nothing can get you out of your plans. Nothing can get you out of your plans.
they will all be executed in the name of Jesus. It is through the grace of God that we are living. And through that very grace of God, I release it to your family in the name of Jesus. I release it now. Nothing will bypass the power of Jesus. Nothing will come in between the power of Jesus. Anything planned will be executed as it is in the name of Jesus. You can say amen, my brother. And I'll see you in the evening. Somewhere. Thank you very much. This from South Africa. By the grace of God, from South Africa. Thank you very much. You see, I told you we have international viewers. Most people here are not from within. They are from outside country. Now, I want to see those people. I don't know. Is there a problem with my link? You know, I'm wondering. Is there a problem with my link? Because I cannot see people. Is there a problem with my link? Can you use the last link that I've posted there? You get to YouTube, use that at the comment section, get to the link. I want to speak to you people. I love to hear from you also. So as we've learned today concerning hindrances, the obstacles that can lead us not to get to our destinies, there are those who are joining us right now. We've been talking about the hindrances. What can hinder you not to get to your destiny? We said that number one, we have what we call lack of divine knowledge. You do not have the knowledge of getting to where you want to. People control you. People take you like right, left. You do not have a stand of your own. If you lack knowledge, as the book of Hosea 4:6 says, then he will ignore you. He will not hold your hand to take you to where you want to be. That is point number one that we said. Excuse me. So number two, we said that if you do not have what we call a conducive environment, and when we talk about this, you know, we just understand what happens in the world through faith. It's through faith that we understand what we see, and we just accept the way it is. So out of that, it can also hinder you not to get to your destiny. Number three, I said preparedness. How prepared are you to get to your destiny? How the kind of strategies, the kind of plans. That is why you find a person X can start business and person W can start business. But these two, even if you give them same capital to start, one must be higher than another, depending on the strategies, structure that were put in place at the first place when they started doing this. When they started doing what? Planning that. Now, we have what we call insignificancy. Lack of vision, lack of focus and particularities. If you not have focus, you lack particularity, then you will not do what? You will get to your destiny. I'll get to point number 5. There is my brother Dennis. Praise the Lord. Praise the Lord, brother Dennis. Bwana Yesu asifiwe. I think your network is a bit slow or low. I think so. My link has been having a problem. You can use the last link that I've just posted so that you can get to that. So point number 5, we said if you have fear, it can lead you not to get to your destiny. So you must learn how to fight with fear. You must learn how to say no to fear. Romans 12:3. Romans 12:2. And God has given us the spirit of fighting fear. That is in 2 Timothy 1:7. We've not been given a spirit of fearing. We've been given a spirit of fighting it. So you must fight. For you to emerge victorious, you need to fight for yourself. I don't know, Brother Dennis, if you are hearing you. Praise the Lord, my brother. You are hearing me. Praise the Lord. Asifiwe sana.
Asifiwe Yesu. Unanipata ukiwa wapi my brother? Hello? Unanipata ukiwa I think there is a problem with the network. So, number 6 we just said is what we call finances. If you do not have stamina of starting something that you want to do, then getting to your destiny is very difficult. For you to start a business, you need a capital. For you to start what we call, even if it's ministry, you need to have vision towards it. What do you want? Where do you want to get to? I never started preaching just like this. I just thought on where do I want to be in the next 10 years. That is what we call vision. If you don't have that, then also money. You know, money is good, only that we use it in a way that is not deserved. Money is meant to easy work, but now people have developed the love of money, and it has spoiled even the spirit, the belief of people. The spirit is really distorted. What you believe in, you believe that I should kill somebody to get something from him. The love of money. And now money has gone to an extent that it has now power. It can control. It can reign over you. If your money reigns you, you'll get lost. But if you reign money. Point number 7 is what I call orphan mentality and earthly perspective. Ile undugu unasema ya kwamba sasa nataka kuenda solo. There is a saying that says, if you want to go very far, go alone. But if you want to go very fast, go with friends. Meaning the friends can discourage you on the way, not to get you where you want to go. So this tells us that because we've been adopted to the family of Jesus, we are no longer orphans. So the orphan mentality that you want to do something and there is nothing that is coming to support you, then that is a wastage. You cannot get where you want to go. We refer that one from Ephesians 2:6. That is my point number 7. My point number 6, I can see Nixon comment. I'm with you one-on-one. One-on-one where? I cannot see you because I'm not seeing you even at the backstage. I want to connect you. I want to talk to you people. Number 8, we just said that doubt, shaka. Mambo ya kuwa na shaka. If you doubt yourself with what you are doing, then you cannot. By the way, let me tell you an example of me. Most of the things I've done in life is only that I have confidence in me, not that I've learned in school. Most of the practical things that I'm doing, even now, I never got experience from anyone. You can even go to an interview and tell yourself like, hii kitu nitaifanya. Unaifanya tu. I've been in so many offices. I've been a manager of major media houses. I've worked in several stations because I was determined. I've not done media. I just done I did computer science. Maybe ni mwalimu. But there's some things I do out of the determination that I have. I say I have to do this. Na unaifanya tu. So if you determine yourself, then you will do whatever you want to do and you will get to where you want to go. Dennis Bosire. Yes, but I'm watching and listening from you. Thank you very much, my brother. You are watching from Nairobi. Thank you. May God bless you. I said deception. That is point number 9. That I said if you get deceived, you can even get deceived by the devil. By the way, if you want to get money, unapata mtu anakuambia kwamba if you get to Illuminati, you'll get rich easily. Ukitaka kufanya kitu fulani, atienda kwa mtu fulani, kwa mganga fulani, afanye uganga nini. That is nonsense, my brother. That is nonsense, my sister. You need not to be deceived such like a kid. No. You need to have your own stand.
So number 10, what we call discouragement. And I said discouragement can come from your family, from what we call your friends, from your relatives, from your wife, even from your husband, even from your children, from whoever, your mother, your father, anybody. I can see my time is running, but there are those people who are backstage. Praise the Lord, my brother John Bosco. Amen. Praise the Lord. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unanipata ukiwa wapi, my brother? Nakupata nikiwa mahali naitwa Fafi. Garissa County. Garissa Town. Garissa County, Fafi. Oh, hapo kuna jua. Sana. Now talk to me, my brother, this evening. Nimeshukuru sana kwa yale ambao unatufunza. Yes, sir. Tunaomba Mungu atujalie mapenzi yake tuweze kuyatilia maanani. Kabisa. Asante mtumishi. Sasa kwa kipindi wewe umeona tunaweza tukaweka kitu gani ama tukaongeza namna gani, masaa tubadilishe tuingie kwa masaa tofauti, ama wewe waonelea vipi? Kwa masaa mimi nashukuru, sina pingamizi. Yes. I am all round, lakini naona masaa sasa ni sawa. Masaa iko sawa. Maana wakati ndio watu wengi wametoka kazini, wanatulia, washakula. Yes. Sasa ndio muda sasa unapata mtu unapumzika kutoka shughuli za siku. All right. Yes. Sawa. Bwana Yesu anakupenda sana na Mungu anakupenda, na nashukuru sana kwa maana umeweza kuongea na sisi. Amina. Ile mipango yote unayo Mungu atakushughulikia. Amina. Usiwe unashughulika, hata kama mtu anasema mambo kinyume na maisha yako, umepata mambo mengi ambayo yanakupiga katika maisha yako. Ni ukweli. Lakini wewe angalia tu kwa Mungu. Ukweli. Kuna mtu alisingizia kitu fulani karibu ikuharibie maisha yako. Lakini tunakwambia kwamba mambo kama haya hayawezi tendeka kama umeconnect na altar kama hii. Sisi tunaomba mapepo kama hayo tunayaangusha. Kwa kweli tunapigana si vyetu. Si vyetu. Mungu ndiye anatupigania, na sisi hatupigani vita vya nyama, sisi tunapigana vita vya kiroho. Ukweli. Yes, my brother. Asante, nashukuru sana. Mungu azidi kubariki. Kuna kazi uliapply haukuchukuliwa. Samahani? Kuna kazi fulani uliapply lakini haukuchukuliwa. Ndiyo. Mlikuwa watatu mahali fulani mkaapply, lakini ndugu yako mmoja kutoka kwa hiyo kiwango akaenda, lakini wewe ni kama kidogo ukaachwa tu. Lakini nashukuru naendelea vizuri. Asante sana. Sasa wacha nikuombee, kwa maana kuna royal rejection mimi naona kwako. Na Mungu atakubariki, my brother. Amen. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niokoe. Uniongoze. Na nitakutumikia kila wakati. Nitakutumikia kila wakati. Uniongoze kwa kila jambo ninalolifanya. Ubariki maisha yangu. Sitakupata. Ubariki maisha yangu. Katika jina la Yesu. Wacha nikuombee, my brother. Father, in the name of Jesus, I bring my brother John to your able hands, that Lord, whatever have been fighting him, that whatever have been going around his life, I bring it down. I cover him with the blood of Jesus. Nampa mazingira mazuri katika jina la Yesu Kristo. Maisha yake hawezi ngangana. Nimempa maisha mapya, maisha marefu katika jina la Yesu Kristo. Unaweza ukasema amen, my brother. Amen. Thank you very much. Sasa huyu amekuwa John kutoka Garissa. Thank you very much. May God bless you, John. Na kuna wale ambao wanapenda kutoa sadaka zao.
Kama unatoa sadaka yako, tumia hiyo namba. Hiyo namba inayopita katika screen, hiyo ni namba tunayotumia ili kutoa sadaka. Na kwa wale ambao mtafika katika kipindi, if you want to support the program, then also you can even use that number to support the program. Na wale ambao wanataka kunitumia ujumbe ambao utanifikia niweze kuomba na wao, kuna wale hawawezi taka hii international, this is an international TV station, tusiweze kuongea hapa hewani, tuweze kuongea na wao kando kidogo. Unaweza ukatumia pia hiyo namba kuandika message, kuandika SMS, ili tuweze kuwasiliana na wewe moja kwa moja. Ningependa kuona tena nani anaingia katika siku ya leo, uweze kuniambia uko wapi, umebarikiwa ukiwa wapi, because I see my time is running. Kwa sababu na mimi mwenye alikuwa mbele yangu katika studio aliweza kuchukua 30 minutes, nami nimeweza kuenda na 30 minutes ya mbele. So tunamaliza 8:30. Tutamaliza saa 2:30. Kama Riterio atanikubalia, kwa maana anaingia katika studio masaa hayo saa 2 na anafaa kuingia saa 2, lakini nimemwomba kidogo tu. Riterio, popote ulipo, kama uko kwa prepare room, tafadhali give me some few minutes, I would like to talk to people. So ingia katika hiyo link. I want to hear you. I want also you to talk to me today. Kama hao mandugu ambao wametoka hewani wameweza kuzungumza nami, ili tuweze kuendelea vizuri. Na kama hakuna, ni kwamba Roho wa Mungu ametuongoza vizuri siku ya leo. Tumepata mafunzo kusupport kipindi na kutoa sadaka zetu. Unatumia hiyo namba iliyoko hapo. Hiyo namba unaweza ukatuma sadaka na kuconnect na sisi, na hata kutoa sacrifice yako. Unaweza ukatumia hiyo namba kutuma sacrifice yako kuja hapo. I'm blessed, I can see you, thank you very much. Unaweza ukatuma sacrifice yako kwa hiyo namba, ama unaweza ukatoa sadaka kwa hiyo namba. Kama tumepata mafunzo leo, umebarikiwa, unaweza ukatoa sadaka yako kwa hiyo namba iliyoko hapo. Unaweza taka kusema ya kwamba, mchungaji, ningependa niweze kukuona kila siku ukiwa hewani. Unaweza ukasupport program. Tumia hiyo namba, tuma sadaka yako, tuma dhabihu yako, tuma support yako. You can be my partner also in this program. We can be partnering so that we can be paying the airtime that we are being given here. Thank you very much. I would like to hear from you also. Talk to me, hata wewe uweze kuongea na mimi. Unajua hii mambo inapendanga variety of things. If there is no variety of things, mambo inabo. Even in your family, let me tell you, women who are here, listen to me. If you are a woman, even your husband desires for variety. A statistic was done in USA. Wakaleta kuku mmoja, wakamweka kwa kuku mwingine, akakaa na huyo kuku, wakakaa na yeye, wakalala na yeye. Hiyo ndo lugha tunaweza elewa. Wakalala na yeye kama mara 3. Kuku akachoka tena, hawezi, hataki kulala na huyo same jogo, the same cock, akaondolewa hapo, akawekwa kwa kuku wengine wengi. Alilala na more than 15. Inakufunza nini? Variety even in your family. If you are a woman, leo umevaa kitenge, kesho umevaa kitenge, bwana yako anakuja na kupata na kitenge. Why don't you be unpredictable even in your family? My goodness, how can I speak this so that you can understand? Be unpredictable so that when your husband comes even to your house, he does not know what he needs. Ni jeans, ni spaghetti, ni kitenge, ni how do we call it? I don't know. Such, be unpredictable to your husband. Na maana wengine unapata mtu anauliza, bwana yangu unaendanga nje, naweza fanya nini usiende nje? Anaweza kukujibu mpaka ushangae. Just the answer is simple, my daughter. Be unpredictable in your family.
Bring variety. Don't be the same. Hiyo style yenye uliambiwa from Homo sapien, the missionaries came with it, ni wewe ndio unaendelea nayo. Have variety. Make your husband happy. So I want also to make me feel that I'm in the program. Get to the link. Variety, that is what I'm talking about. I'm just giving you a free advice as women, how to keep your homes. Niko hapa kujenga familia, siko hapa kupomoa familia. So I have to tell you the truth. Mimi ni mchungaji na ni lazima niwaambie ukweli. So speak to me. Use that link. Imeenda wapi? Yeah, the last link here. Use it. Use the last link here, and God will bless you in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu atakubariki na akubariki kabisa. Asante. Thank you very much. Who is getting the link? Anybody getting to the link? I want to see you now, because I can see that people are not. Is it my link that has a problem? I'm wondering. Can it be my link that has a problem, or something's wrong somewhere? I don't know. My technician can you do something with the link, my technician? Or you people, can you join so that we can see if it's working? And if it's not working, can you give me a response kwa comment? I want to see. If it's not working, then and don't fear the Lord. God is here for you. Mungu anaweka mambo kwa kinywa cha nabii. Alafu sasa nabii anakuambia ndio uweze kuelewa ni nini kinakukula. Lazima uweze kupeana nguvu, ama uweze kupeana opportunity ya kuweza kufanya nini, ya kuongelewa na Mwenyezi Mungu. Thank you very much. Kumbe pipai. Praise the Lord. Pashwa. Amen. You are blessed ukiwa wapi, my brother? I'm blessed ukiwa side za Kisumu. Yeah, talk to me, my brother. Niko Kisumu Dala. Aha. Yeah. Zungumza na mimi nikusikie. Nimekuwa nikifuatilia show for long. Yes, sir. So leo nimeamua tu acha ni at least pia nikuwe part of you. Yes, sir. Yeah. Umebarikiwa? Nimebarikiwa sana. Kipindi imekupeleka vizuri? Kipindi imenipeleka vizuri sana. All right. Hata mimi ningependa kushukuru sana kwa maana nimeweza kusikia kutoka kwako siku ya leo. Na Mungu anatuwezesha kufanya mambo mengi. Ukweli. Na bila nyinyi hakuna mtu naweza zungumzia. Lazima uwe hapo nikuzungumzie, na wewe uongee na mimi ndio tuweze kujua kwamba hii roho inatembea kwa pamoja. Yeah. Na sasa hii ni kama international church. Ukweli. Kwa maana tuna link watu kutoka from different places. Na ndio niweze kujua ya kwamba mimi siongei kwangu mimi peke yangu, lazima niweze kusikia kutoka kwa nyinyi pia. Ukweli. Nashukuru. Thank you very much, my brother. Asante sana. May God bless you. Or you have something like a request to do, or something you need prayers? Yeah, maybe prayers, a prayer request. Yes. I do request that you pray for me so that Mungu azidi kufungua njia. Yes, sir. Yeah, njia za kupata. Kwanza tunashukuru Mungu kwamba kuna uhai. Yes. Lakini labda mapato ndio inafaa tuzidi kuomba zaidi. Yes. Maana kila mtu anatafuta mapato, kila mtu kabisa. Lazima lipe bills. Yeah. Yes, true. Yeah. Kuna mambo ningekuzungumzia lakini singependa niweze kuzungumzia hapa. Tutatafutana niweze kuzungumzia. Sawa. Wacha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naleta ndugu yangu katika mikono yako. Jehova, ukaweze kufungua mikono yake, ukaweze kumbariki, ukaweze kupanua jamii yake katika jina la Yesu Kristo. Chochote anachokifanya, wacha uwepo wako ukaweze kwenda na yeye. Wacha favor ikaweze kuwa
kwake katika jina la Yesu Kristo. Mikono yake ikaweze kubarikiwa, chochote tutakachoguza Jehova kimebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. We increase where he leads, we increase where he goes in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Unaweza ukasema amen my brother. Amen. Asante sana. Unaweza kuconnect na sisi hata kwa kutoa sadaka, kwa kutoa sacrifice yako. We have our number there to support the program, any kind of thing. We can use that number that is in the screen. May God bless you. Asante sana. Asante sana. Leon channel ananiambia link iko sawa, lakini ni ile I don't know. Link iko sawa pastor. All right, thank you very much. Ni ile watu mbona wanaogopa prophecy? Ndio maana umeona nimeavoid kidogo. So nitabadilisha. Nikianza prophecy sasa nitakuwa naweka siku ya prophecy. Na nimegundua it's out of prophecy yenye mtu hataki. Okay, sikupi prophecy basi. Leon channel, let me see you bas. I'm not prophesying for you. But you know, sometimes you cannot control the spirit. The spirit can do anything, anytime. So Leon channel, can I speak to you? I'm not prophesying for you. Leon channel, Leon. I'm not prophesying. You know, even that is why I've told my brother there that I want to speak to him. It means there is something I've seen. There is something I've seen. I could have told him, kesho azikuje kwa show, antazame tu. You know, today we have views here, but I cannot see people on the link. Sasa ukiogopa prophecy. Okay, I'm not prophesying. That is why I wanted you to call me so that uniambie hapa ya kwamba prophecy tuipeleke siku yake ama tuiweke same fulani. So that is what I want to understand. I can see you finally here. Praise the Lord. Amen. Kwani watu wanaogopa prophecy kwa nini? Watu wataki okay, sasa hiyo okay, nimeacha kidogo, lakini roho akifika katikati alipuke, mimi usinilaumu kwa sababu roho, you cannot control the spirit. But okay, I have now known why people are not coming to the screen. That is why I decided to say that. Okay, nimepunguza prophecy kwa leo, so talk to me. How are you? Praise the Lord. I'm fine. Talk to me my sister. Naona unaendelea, uko na kazi mzuri. Endelea yes. Na moyo huo. Nimeshukuru sana, lakini watu wameanza kuogopa prophecy. Hiyo ni kawaida yetu, lazima tuende missing. Sasa ndo maana nimesema siwezi unaona, hata niliona kama huyu ndugu mwenye tumeongea naye, niliona nikimpa neno fulani kesho hatakuwa. So ndo maana nimesema nimeacha hiyo story kidogo. Watu waje waniambia how do you want the program to be? Labda umtafute utampata. Yes. Umwambie hilo neno, unajua kama umeona neno mwambie. Yes. Tu. That is what I've told him exactly. Nimemwambia nitamtafuta, nitamwambia hilo neno kwa yeye mwenyewe. Sasa niambie program imekupeleka namna gani? Program iko sawa. Mimi nakuanga team following sometimes. Yes. I'm always there. That is very good. Yeah. Thank you very much. May God bless you. Thank you. Sasa si mmeona Leon yeye hakuna kitu tumefanya mingi hapo. So watu waingia hapa tu. Let people come. I'm all right. You know, somebody was kuna mtu alinipigia simu. I don't know ni nani. Namba ya +1 ni USA, ni USA. Aliniambia pana, sasa ukianza hivyo sisi hatutakuwa tunaingia kwa link. Yaani prophecy inashtua watu. Na hii ni mambo tu inatokea kwa spirit tu. Mungu anasema ya kwamba ambia mtoto wangu kitu fulani. So I'll change the trend. Sababu Leon amefunguka na kuniambia ya kwamba sasa waja tufanye nini? Waja tuweke hii, kama ni mtu umpigie peke yake. Hiyo mambo mengine pastor achana nayo. Waja tusikia anasema nini. Yes Leon. Sema. What do you have to say? You have seen you come back to the link again.
When ulisema eti sijui there is something you said, but mimi niko free, you can say anything because it doesn't offend anybody. Hiyo inahusu mtu mmoja tu, yule mwenye unaambia ndio inahusu. So ndio maana umesema ya kwamba nianze okay, kama ni mtu nikitaka kupea mtu prophecy nimpigie peke yake, ni mlink peke yake tuongee na yeye one on one. It depends, kama anaweza kuambia maybe umlink one on one. Aha. Ama you just say it. There is no problem. Actually, it's just a word of God actually. Yeah, very true. Now, I was asking if we can start coming with our praise and worship team here. Would you be blessed that way? There is no problem. There is no harm. Yeah, it will much be better. It's okay. According to me. That is according to me. Maybe I don't know the others. All right. Maybe tuko wengi. Yeah, watu ni wengi yenyewe. Yeah. So, thank you very much, my sister. May God bless you. Thank you so much. Mzidi kutuombea, sisi tuko hizi nchi za Uarabuni. You know, you pray for us always. All right. Thank you very much. Okay, I think Leon ameongea on behalf ya watu. Blessed Liz, unataka kuja? I'm not prophesying today. you see. But maombi tutapatiana tu. Ama namna gani, my friends? Now, because of time, kesho nikisema tuingie kwa link, I'm not prophesying for you. I'll just prophesy ikiwa umeniambia. Hata kuna private chat hapa. Then kuna namba yangu hapa. Unaweza ukanipa text. Uniambie ya kwamba now speak to me. Give me a word. I can do that. Hiyo tutafanya tu. So Mungu awabariki sana. Nashukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. I think the Spirit has led us the way ilikuwa inastahili kulingana na uwezo wake Mwenyezi Mungu. Tumeweza kufika masaa haya. Sasa imefika 2:30 kasoro dakika 5. 2:30 kasoro dakika 5 ni kwamba kuna program inayoingia hewani, so that tuweze kupatiana room and an opportunity ili tuweze kupatiana room wengine waweze kuendelea na program. Nashukuru sana. Mimi naitwa mtumishi Momanyi Janai, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Tunahudumu hapa tu. Hii ndio jamii yetu kubwa katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuweze kuomba kuanzia kesho. Nimesema kesho ni Friday, sipeani prophecy kesho. Kesho nitahubiri, nitafunza watu, muongee na mimi. Sitaki watu wanitoroke kutoka screen. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu anayenitazama popote alipo. Jehova, nasema ni asante kwa maana umemlinda tangia tulipoanza. Sasa ni masaa 2. Amekuwa mvumilivu katika kipindi. Amekuwa akitufuatilia katika vipindi zetu. Studio hii na ikabidhi mikononi mwako. The progress it's through your will. The progress that is in this studio. Jehova, tunasema ya kwamba nguvu zako ndo zimetenda katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea wanafunzi wetu walioko shuleni. Jehova, visa mingi zimetokea katika shule. Tunaondoa hiyo pepo ya kujinyonga, pepo ya kuuana, tunaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Anything the devil might have planned to our children who are back to school, oh Lord, we bring it down in the name of Jesus. May you bless each and every one of us. Whoever is watching this program, may you bless his or her hands, whatever he or she is doing in their workplace. May you give them favor in the name of Jesus. Whoever sees them, let them see a successful man, a woman who is dedicated to his or her destiny in the name of Jesus. God will bless you in the name of Jesus. I release the blessings from this altar in the name of Jesus. I release protection from this altar in the name of Jesus. Nothing will harm you. Nothing will harm you. Health-wise, nothing will harm you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Unaweza kusema amen. And by the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the
Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Dennis Bosira anasema we want to also to be part of the program. Yeah, you can be part of the program as from tomorrow. We are joining, so mambo ya prophecy nimepunguza kidogo. I think that is why Liz never came to the program. May God bless you till tomorrow. Amen.